kiti hapa. Haya, karibu. Hamna shida. Huyu ndio kijana wangu. Naona sasa hivi ameshakuwa. Ndugu yangu, nitarewa. Kesho nikija na mjukuu. So unajua mjukuu lazima nunuliwe kapombe. Ni lazima ndio atakuwa ndio kijana wake na huyu. Ameniambia baba, huko ninakokaa nimezaa. Sasa mzee wangu, mimi nitoke, nilikuwa naingia hapo nyumbani. Ndio. Kwa nimetoka kwa mzee nani kule, ila tukamalizie. Asante sana mzee wangu. Sawa. Kwa nimetoka huko mbele, nielekea nyumbani nikaona na mimi binti yangu kama amepika na yule Godwin yule. Nione kama wako nyumbani wameshakula. Si unajua mimi ndo baba, mimi ndo mama tena. Sawa. Kwa hamna shida. Hamna shida mzee wangu. Mzee wa redio. Karibu. Aka ndo nani? Ndo wanahitaji ile. Vijana umesikia amesema sayari tulipo. Aka nikiwa nako ndo natulia. Wewe. Kabisa. Karibu sana. Karibu. Asante. Reka ndakache nukukaje. Haya, Adiru. Haya bana mwanangu. Mimi narudi. Sababu ndo chakula chetu. Unajua sisi tunaishi kwa kilimo. Baba, au maisha mimi siwezi kabisa. Sasa mwanangu, tutapambana hivyo hamna. Vipi? Poa. Umeaga nyumbani, mbona umekuja mbio? Sawa kweli? Kwa hiyo tutakuwa tunaona daji, make ndio hivyo, hata wewe una simu. Utakuwa unamaliza hivi mdogo wangu bana. Kwani yule ana simu? Yule anayo, mimi ndo simu. Najua nimeangalia hapa kijijini. Nimeangalia wewe, nimeona wewe unaweza ukafaa kuwa mke wangu hapo mbele. Yaani kifupi nimetokea kuelewa. Yaani wewe jamani. Sawa bana. Kwanza tangia hapo mimi nimekuwa mtoto bana. Kwa hiyo nyumbani umeaga kweli? Mimi nimeaga. Najua. Nimeangalia hapa kijijini. Yaani nimeangalia, unajua mimi ndo nimefika jana. Nimewaza nikaona wewe unafaa kuwa mtu wangu wa baadaye. Yaani kifupi nimekuelewa. Sawa bana. Sasa mbona unacheka? Hapa tu na flash wale ndio nitakwambia. Wewe yani wewe ndio uwe mkali. Haki ya muda. Maana ni kama bahati. Nilikuwa sikwambia na mtu. Mama kaka wewe. Ila nilikuwa sikwambia labda tu. Wewe tu umekuja kwa ajili yangu. Ila hauna mtu mwingine ambaye yani kidogo unamuelewa leo. Amna bana. Nikaingilia mahusiano ya mtu. Justina. Mwanangu, hivyo vitu unavyovifanya sio. Tena nakukuta umekaa na wauni hapo. Mbona unataka kuniua wewe? Samee babangu. Nikusamee nini sasa? Shetani tu nilipitia ngani nimekaa na hizo. Nikikuona tena ukirudia tena, sitaki tena hiyo tabia. Kama unakuwa umeshindwa kukaa huko nyumbani ukafanya mambo yako na kukuta umekaa na watu wauni humo barabarani. Binti yangu, usinisababishie madhara mimi. Mama yako alishakufa na mimi nitakufa niwaache. Shetani tu alinipitia. Haya, nenda nyumbani. Toka mbele yangu, toka. Mtoto vingine bana, yani tunaanza kuhangaishana hapa. Baba. Sasa tunaelekea wapi? Sisi tulikuwa tunaelekea hapo mbele kwenye mtaa kusifura hivi. Sasa tunapoona unapita kama vile utujui shida nini baba? Mwanangu samahani, yani nimechanganywa na dada yako. Kwanza yuko nyumbani? Yuko nyumbani, kwani kafanyia? Yaani nimemkuta humo mtaani, alikuwa
fulana sijui hata la wapi sijaliona vizuri. Sema nini? Kwa hiyo yani amenichanganya sana. Sema nini mzee? Si unajua hawa mabinti hawa kufika miaka 18 hivi ndio miezi yao hii. Inabidi ujitahidi maana ufanyaje? Ni kweli, lakini huyu binti ameanza kunichanganya. Hii tabia ya kuwa nayo. Sasa baba, nasikia nani mwanangu? Ndio. Natakiwa ukamwambia dada yako. Aache kuniuguza pressure mimi baba. Kumbuka mimi ndo mama ndo baba. Mama yenu alishakufa kitambo. Sasa anapokuwa ananichanganya itabidi uzungumze naye. Sawa, nitazungumza naye baba. Pole mzee. Lakini uache kuwa na mawazo. Hamna shida. Ngoja niingie nyumbani. Wewe endelea tu na mishe zako, utanikuta nyumbani. Haya, mnaona baba jinsi. Hapa najua hapa hawezi kushika simu yangu. Sijui atakuwa wapi huyo mzee. Hodi hapa. Uncle. Upo? Vipi? Safi. Shwari, sasa. Salamu, unaendeleaje? Upo kabisa? Nipo. Ulikuwa unajisomea nini? Karibu. Asante sana. Za masiku. Nzuri, karibu sana. Nakuona ushanenepa. Kawaida. Nini mwanangu? Kawaida, ngoja nikuletee kiti hapo ukae. Kabisa. Lakini kile kitendo cha juzi nilipokuta na yule kijana kule chini sikufurahia. Kwa sababu gani? Hizi tabia ulizozianza zamani ukuwa nazo, na ukumbuke mama hauna, sasa hivi tunaishi hivi, mamako alishafariki. Kwa hiyo kile kitendo sijakipenda. Sawa, naomba mwanangu usirudie. Sijui unanielewa? Kwa sababu haya maisha ni mafupi sana humu duniani na tunaishi. Sawa. Kwa hiyo jitahidi sana, tuungana na hii hali ya ulimwengu. Dunia ni mbaya sasa hivi, kuna magonjwa mengi, mwisho utaleta magonjwa. Kama kuna mtu anataka kukuoa, aje hapa nyumbani, sio mnakutana kule. Hodi kwa mzee. Karibu. Mchungaji. Naam mzee. Karibu. Asante sana habari. Sasa vipi? Kwema. Kabisa. Mbona sikuoni? Nilikuwa nimetoka kidogo. Swala haya utumishi. Sasa nimerejea nikaona nije kwa sababu nimo napita, nasema nipite kwanza hapa nikutulie haya. Habari ya uzima? Nzuri kabisa. Naona ulikuwa unajadiliana na binti yangu. Najua hao watoto wa 2000 bana ni wasumbufu sana. Kuna mambo nilikuwa nampeleka vizuri, ajaribu kubadilika, kuna katabia kidogo akako vizuri. Ndio kabisa. Najua nyewe wachungaji mnatusaidia hata kuwalea hao watoto. Ni kweli. Maana sote ni wazazi. Unajua katika hii sayari kila mmoja anajaribu kutafuta sayari yake tulivu. Lakini katika hii dunia sayari tulivu ni kumjua Mungu peke yake. Sasa watoto wetu wa kizazi cha sasa anaona sayari yake tulivu ni kujali mambo ya dunia. Yaani wenyewe wakishaona mambo ya dunia kwenye mapenzi nini huko wanaingia, anasema huko ndo kwenye sayari yangu tulivu. Na ukienda huko ndo unakuwa umeenda kumkosea Mungu. Naomba kidogo nijaribu kuongea naye. Mawili matatu. Hamna shida, unaweza kuzungumza naye. Mniitie. Justina. Mbo uzungumze na mchungaji hapo kidogo. Sasa binti yangu, niliona ulikuwa unaongea na baba, unajadiliana mawili matatu. Mimi kuna kitu ambacho nataka nikusihi. Maana dunia ya sasa imeharibika. Kila mmoja anajitafutia sayari tulivu katika maisha yake. Sayari tulivu ni Mungu pekee. Kwa binti yangu Mzalfu, ninamsihi binti yetu akae katika maadili yaliyo mazuri. Asiangalie sayari ile ya kibinadamu. Kuna sayari tulivu ambayo ni Mungu peke yake. Na kukaa ukatulia, binti utapata mchumba. Hicho ndio kitu ambacho kinakuwa ni kizuri hata katika jamii. Si ndio binti? Kwa mzee wangu mimi sina mengi ya kuongea, ni hayo tu yanatosha. Nilikuwa napita, nikaona acha nimsalimie mzee. Ndio mchungaji. Huyu binti nampenda sana kwa sababu ni mwanangu binti pekee. Ng'ombe. Kwa watoto ambao nimebarikiwa siwana.
kiume. Ameenda wapi yule kijana? Yule kuna sehemu nimemwagiza siku hizi 2-3 atakuwepo kwenye shambani. Sawa. Kwa hiyo nilikuwa najaribu kumwelekeza kwa sababu ukiangalia mimi mama wao alishaitwa na Mungu, tangulia mbele za haki. Kwa hiyo najaribu kumweka sawa. Ndio. Ili awe mtoto mwema kwangu. Ili hata kama akipata wachumba awalete hapa, sio kukutana nao kule. Ndio. Alikuwa anapita, Roho Mtakatifu akaniambia wasalimie wapendwa kwanza. Haya, asante. Sasa mzee wangu, karibu sana kanisani. Asante. Karibu sana, nitakuja. Baada inaanza saa 3:30 asubuhi. Hamna shida. Binti, karibu sana kanisani. Mungu anawapenda, si ndio? Asante sana. Mimi naomba niendelee na safari. Hamna shida. Mungu awabariki. Sikutoi kwa sababu nimechoka hapa, kuna kasafari nimetoka kidogo. Ndio. Hamna shida kabisa. Hamna shida. Amani ya Mungu iwe nanyi. Haya. Justina. Kaandae chakula huko, nasikia njaa. Sawa? Nakukuta na wauni huko. Justina